Vijana wenzangu, ndugu zangu, na mimi leo niwape ushauri. Nataka niwape ushauri wanawake. Kwa utakayepata fursa ya kusikiliza video hii, ukisikiza hadi mwisho, basi utaondoka na chochote kitu cha kujifunza. Ukisikiza muda kidogo naye, haya, utachikichukua kitakachokuwa kimetoka mdomoni mwangu. Jamani, kwenye haya maisha jamani, ikitokea mwanamke umeolewa au wewe kijana umeoa, umempata mtu anayekuvumilia. Yaani umempata mtu ambaye ukimwambia hiki anaweza kukutimizia kwa muda fulani. Ukimwambia hiki kama hana, atakwambia kwamba sina. Hayo ndio maisha yanayotakiwa. Sasa umempata wewe mtu anayekuvumilia. Baada ya hapo unaanza kufanya vitu vya ajabu. Kwa hiyo sijui hana pesa, huyu hayuko hivi na hivi, huyu hana zile tabia nilikuwa nazitaka mimi, sijui kafanyaje. Hapo hautotoboa. Na hata maisha yako yatakuwa yanaenda kwa kukutikisa sana. Yaani utapata kila aina ya majaribu na utakuwa unajaribika kweli. Ukiambiwa hiki uko nacho, ukiambiwa hiki uko nacho. Jamani wapendwa, wadada, mimi nawaambia, nawashauri tu. Umempata mume wako, japokuwa kipato chake ni kidogo, asije mtu mwenye gari, mtu mwenye hiki na hiki, mwenye hela akakulaghai. Mtu anayekupenda zaidi ya watu wote ni huyo mume wako. Yaani katika ukiweka sijui kundi la watu wangapi, atakayetokea na kupenda ni mume wako tu. Maana yeye hata ikitokea shida gani, yeye atakuwa bega kwa bega na wewe. Sasa hawa wengine ambao utakao kuwa umewasikiliza kwa muda mchache, umefanya mambo yenu, hawa hawatakuwa na wewe. Ukipata tatizo lolote hawatokujua, ukifanya hiki na hiki hawatokujua, lakini mume wako atakujua. Na upande wa wanaume naye pia ni hivyo. Mtu anayekupenda zaidi ni mke wako. Tofauti na wanawake wengine unaokutana nao huko nje, mmefanya hiki na hiki, mmeenda kwenye starehe, umemwacha mke wako huko manyumbani. Sijui mke wangu yuko hivi na hivi. Hapana, haitakiwi kumsema mke wako. Yaani mke wako unapomsema sasa sana kujaibisha wewe. Maana wewe na yule mnaishi pamoja. Kwa hiyo haitakiwi kumsema mume wako, mkeo, sijui nini na nini. Hamna, hayo maneno hutakiwi kuyasema.